74 ulikamilika mradi wa Kidatu. Ndio. Wakati huo wafanyikazi wale muhimu, ndio, kama mimi mmoja wapo, tulipewa nafasi ya kuongozana na kampuni kwenda Miasi, Kenya. Ndio. Ambako ndio mradi kama huu unaofanana na huu wa Kidatu. Mashine zile zilizokuwa zinachongonga mradi huo zilihamishiwa kule. Ndio. Lakini mimi sikuweza kwenda kwa hoja kwamba niliweka masharti kwamba wakati huo tayari nilishakuwa na familia na mtoto mmoja. Ndio. Na mwingine alikuwa anatarajiwa. Sasa nikatoa masharti kwamba lazima niende na familia yangu, ina maana mke na mtoto wangu. Na kampuni ikasema kawaida ya wao, wakatoa mfano kama pale Kidatu yaanza 72 74, hii ikawa imemalizika, inabaki kazi ndogo ndogo ambazo sio wao. Kwa hiyo huwa mara nyingi hawatembei na familia. Ndio. Mimi nikasema basi kama ndivyo hivyo mimi nitashindwa kwenda. Walinibembeleza sana wakati huo. Sasa mimi nilikuwa najivunia Kilombero Sugar ambayo ni K2. Okay. Wanajenga kiwanda cha K2 chenyewe na utayarishaji wa mashamba. Ndio. Wakati huo FAO ndio ilishughulika kufadhili mitambo ya kuvunjia misitu na mashine kubwa za kulima shamba lile, na wakati huo ujenzi wa kiwanda hicho cha K2. Ndio. Basi nafasi yangu ilikuweko ya wazi kwa ajili ya mashine zile mpya, yani modeli mpya, makatapira madi 7 madi 8. Wengi wao walikuwa hawana utaalamu nazo. Basi nilikwenda Kilombero nikaajiriwa ile 74 mwezi wa 8. Ndio. Nikapewa ajira pale. Lakini changamoto kwangu ilikuwa kwamba sina cheti cha shule, sina cheti cha ufundi kwa maana hiyo kama cha kutoka Chang'ombe. Ndio. Au nini. Basi lakini pale kwa sababu walikuwa na wazungu, Waholanzi walikuwa wale. Wazungu hawajali vyeti, wanajali uwezo wa kazi. Nilipofika pale nikakuta kama nilivyosema kwamba mimi nilikuwa mwanzilishi wa kuassemble maotaneta haya. Nilikuta maotaneta yale wameyaweka kwenye boksi, wameshindwa kuyajua tatizo. Kumbe tatizo ni dogo tu. Otaneta nyingi zinafika hata 10 na kitu hivi. Lakini kwenye testi yangu kwa siku moja niliweza kuzifufua zote bila kuhitaji spare ya aina yoyote. Yaani nikapasishwa vizuri sana kama ni fundi. Basi nimeendelea kufanya kazi hiyo, lakini kwa changamoto kubwa. Niliwakuta mafundi pale wa daraja la kwanza. Kama mtu mmoja namkumbuka kwa jina, kwa kweli ni mtaje tu, anaitwa Agustino Malale. Alinisumbua sana. Maana ndio alikuwa foreman wa idara ya auto electrician, ambayo ni umeme. Tunasema sasa mambo ya electronic. Na kuna engineer mmoja alikuwa anaitwa Francis Katunzi. Yeye alikuwa msomi, na ndio na mwingine engineer upande wa fabricator alikuwa mbunifu mzuri sana, Baudon Kajolo. Huyo ndio alikuwa rafiki yangu sana kwa sababu alikuwa mbunifu mwenzangu, anabuni kreni hizi za kunyanyua loko, alafu mimi naungania na mimi socket za umeme na nini zile zina operate kwa umeme. Kwa tumetengeneza kreni vya kunyanyua na kushusha kama kwenye overhaul ya engine na nini. Tulifanikisha kweli, na huyo ndo alinitetea kweli. Na yuko engineer mmoja ambapo wa fabrication upande wa welding, huyo anaitwa Kadege, Cosmas Kadege. Ndio. Naye walikuwa wanampiga vita sana, wakidai kwamba elimu yake ndogo, darasa la 8 tu, lakini hakwenda chuo. Wale wakubwa wale, unajua kulikuwa, niseme tu kwa kweli, ukabila upo. Ndio. Sababu watawala pale walikuwa wengi ni Wahaya. Ama huyo Francis Katunzi alikuwa ni Mhaya, workshop manager. Alinipiga vita sana sana, lakini alikuja yeye mwenyewe akafedheka. Baada ya kuna mashine moja ni automatic ya kisasa kabisa, inatumia electronic, inaitwa Iron Fail toka Uingereza. Mpya kabisa, ikaleta tabu pale. Wakati huo mimi wamenipiga vita mafundi wenzangu, wanasema huyu anaficha waya ili aonekane fundi. Mimi wakati huo nilikuwa nimeshafika mahali kwamba nisomee nipate cheti cha certificate daraja la, unaanza daraja la 3,
hatimaye la pili, lakini nilivyoomba wanasema, wakanipa masharti wale maengineer, si lazima wasaini ile ombi lako ili uweze kuletewa nani kuja. Wakaniambia mpaka usome mwaka mmoja. Nikamwambia mimi haina haja ya kusoma. Basi kama ndivyo hivyo, si unaweza kujigharimia mwenyewe. Nikajilipia. Wakati huo daraja la 3 walikuwa nalipia shilingi 10, si kitu kama hicho. Sikumbuki maana sio 1000, shilingi 10. Nikalipia, nikaletewa fomu, nikajaza, nikafanya mtihani, nikapata daraja la 3. Hiyo ilikuwa mwaka 79 hii. No, sio 79. Tulia 74 ndio nilikuwa pale, 76 nikapata daraja la 3. Okay. 77 nikafululiza. Wanasema ukipata daraja la 3 masharti ilikuwa usome mwaka mmoja ili uweze kuomba kupata fomu ufanye mtihani wa daraja la pili. Lakini mimi nikasema mimi najigharimia mwenyewe, nikalipa shilingi 30, nikaletewa fomu, nikakaa kwenye mtihani. Watu wanasema mtu akusoma huyu na nini maneno chungu mzima. Mimi wakati huo sasa tayari nishaingia kwenye ulimwengu wa kunywa, mimi nakunywa. Sasa mlevi huyu atapata nani? Basi ilipofika siku ya mtihani wenyewe, tulikuwa tunafanyia shule ya msingi K2. Wewe ingia, si unapewa fomu ile ya kujaza, sio ile hiyo sasa ujaze, alafu utakwenda kwenye siku ya pili yake mnafanya practical. Basi nilipopokea tu ile fomu, mimi kwa haraka nilivyosoma tu hizi kwa ile majibu ya kutia tiki tu kwamba hivi ya kuchagua hivi. Ndio. Ile kusoma haya someni, mimi moja kwa moja tia tiki, nimemaliza kazi nikakaa hivi. Yule msimamizi akasema bana, kama umeshindwa toka, kwa sababu utawafanya na wenzio wawe na hofu na nini. Rudisha fomu toke. Mimi karudisha. Yule msimamizi yule kusoma naona zote zimetiwa tiki, na kwa kuwa ni msimamizi anaelewa, na kaona nimepata zote. Mimi nikaondoka zangu, nikaenda zangu kunywa pombe. Wakati huo nakunywa. Nimekaa basi ikavuma, sema wengine bwana wanajidai kufanya mtihani hawaelewi na nini wamerudisha fomu bila kujali. Ndio. Basi kwenye practical, unajua practical unaona maksi zako umeshindwa au hujashinda. Ule upangaji tu wa spana ule, najua hapa nimepata maksi 10, hapa nimepata 20, hapa nini, moja kwa moja. Hata muda sikujua nimepewa kuassemble kitu fulani hivi, nilipewa starter. Muda mfupi tu nikaiunganisha, nikabomoa na kujua tatizo, chukua spare funga, nikamaliza na kaa. Basi jiende zako. Mimi naondoka zangu naenda kupiga maji. Siku wanakwenda kuleta majibu. Jina langu linaning'inia daraja la pili. Ndio nikapandishwa mshahara. Wakati nimekuwa naanza tu, nilianza na shilingi 450. Kama daraja la 3 hilo. Lakini mzungu alikuwa anaitwa na Slater, ndio alikuwa alinitetea nikapanda mpaka nikafika 640. Ndio. Sasa ile kuja kupata grade 2 wakati we 770. Okay. Lakini kutokana na sifa nilizo nazo na nini nikapewa mpaka 1130 kitu namna hii. Daraja la juu kidogo nilipanda kwa kutokana na sifa. Na wakati huo serikali ilikuwa na sheria ya kwamba magari, nilipewa usafiri wa kufanyia kazi. Land Rover R531 naikumbuka mpaka leo. Hiyo ilikuja mpya tu. Mgao huo ulitoka polisi, jeshini na viwanda kama Kilombero walipata 2, 3, si moja nikapewa mimi. Nikawa nafanyia kazi, lakini masharti ya kujaza mafuta siku za weekend ilikuwa zamani zile serikali ilikuwa inajazi sana ubanifu wa mafuta. Kibali kilikuwa kinatoka Ikulu kwamba mafuta siku za weekend na sikukuu na nini, gari zote zile, gari ya kwangu iliwekwa kwa sababu mimi nilikuwa nazunguka sehemu zote. Okay. Sasa kilichoendelea, bado shutuma yangu ni ile pale waliokuwa na ngazi ya juu wananishtumu, huyu mwenzetu anaweza, unaona, anaficha waya kusudi aonekane maarufu, yani changamoto kibao. Kulikuwa na idara moja iliundwa inaitwa Land Preparation and Clearing Unit, yani utayarishaji wa mashamba
wakati huo Umoja wa Mataifa umeongeza nani, shirika la kilimo la Umoja wa Mataifa umeleta B7 mpya na mashine mpya kabisa kwa ajili ya kuvunja msitu wa kupanua shamba la K2. Chini mwenye nani, meneja wa mradi huo kwa Kilombero alikuwa anaitwa Mongi, namkumbuka kwa jina moja, Mchaga moja hivi. Basi tukawa mimi nikapewa ile Land Rover na wagon moja inavutwa na trailer, nikawa nimehamishwa pale kwa njama. Sikupenda, wakati nilikuwa nasoma nipate daraja la kwanza. Basi kama njama hivi nikapelekwa msituni huko, natembea na mahema huko, na kitendo ambacho nilichukia sana. Sasa nilivyoenda huko, kilichokuja kuniinua mimi, ile mashine Iron Fail ilikuwa ni kreni ya kunyanyua mizigo. Ikawa imekufa, haiendi huko wala, lakini bado ni mpya. Kumbe kuna hela ndogo tu, yani tatizo dogo tu limeingia pale. Ndio ile Kajolo akanitetea, wanataka kumwagiza mtaalamu kutoka Uingereza. Pendekezo la Francis Katunzi ambaye ndio alikuwa workshop manager. Kaandika maelezo yake kwamba tatizo hili mpaka aje mtaalamu kutoka Uingereza, mtu wa hapa. Kajolo akamwambia, bwana, mbona huyu Nyamoga naweza hii kazi? Huyu amepita kwenye mitambo mbali mbali huku, sifa zake zinaonekana kwenye vyeti. Anasema hana cheti cha shule wala cheti cheti hiki kidogo sana, sio kushika mashine hii. Akamwambia basi, wakati huo meneja wa mradi huo wa kampuni ya sukari Kilombero anaitwa Flavian Goere. Ndio akasema basi tumjaribu huyo, wakati tunafanya kutafuta pesa, maana yake kumleta mtaalamu ni pesa. Ndio. Tumtoe huko polini alikokwenda huko, aje tuone, labda amekuja kuficha hizo waya, inawezekana. Wanatania, sio wanatania, wanasema kweli, kwa sababu wakubwa wanasema huyu kazi yake ni kuficha waya aonekane maarufu. Mimi usiku nilikuwa na radio call. Okay. Kama saa 2 hivi nilikuwa huko nimechanganyikiwa, sio kuchanganyikiwa. Sasa nikaona hakuna starehe nyingine, ni kujinywea pombe na nini, kwa sababu hela nazo na hivi na hivi. Nasikia radio call na Nyamoga, unasikia? Ndio. Kuanzia sasa na kutaka tena, mvua ilikuwa inanyesha vibaya sana. Kuna tope, niko sehemu moja Mangula. Ndio. Ni mbali kilomita kadhaa kutoka Kilombero. Ndio. Sasa mimi hofu yangu, nimefanya nini? Sasa nilikuwa, unajua lazima niseme ukweli. Nilikuwa na madhambi fulani, nachukua ile magari mawagoni yale, na beba kuni naenda kuwauzia wenyeji, napata hela, napigia bia huko. Naona amepata habari au ndo basi nikaona potelea mbali. Nikafungasha mizigo vyangu, pakia kwenye Land Rover, nikatoka. Njia mbaya. Alafu nitoka peke yangu, sitaki ni ajue mtu. Nilitoka pale nikafika kwanza, nikarudi nyumbani kwanza. Mama watoto wangu ya usiku nganga ilikuwa saa 7 sisa ngapi? Ananifungulia, vipi? Nimechafuka, tope tupu. Na teremsha mizigo, anambia bwana, naitwa na mkubwa huko, sijui kuna tatizo gani. Yeye anambia mimi silali, utanikuta nani kwenye bar moja inaitwa Annex, nani, kuna bar klabu ya wakubwa. K1 kule. Kuna iko vizuri mpaka leo. Nikwenda pale mimi natetemeka. Nilivyokuwa nakuja, Kajole akatoka na yeye yuko pale pale. Alikuwa rafiki yangu sana. Yeye bado ni engineer huyo. Anasema bwana, umeficha waya kwenye kwenye ile Iron Fail. Kwa hiyo wanaagiza Muingereza, engineer mtaalamu mwenyewe. Engineer mtaalamu mwenyewe aje, lakini mimi nimependekeza kwamba wewe uje kwanza ufichue ile watu, usije tukaja tukatia aibu. Na mimi nikashtuka, imekuaje? Nikamwambia nipe kwa ufupi. Anasema bwana, ile final drive ili walisahau kujaza mafuta, ikaungua. Tumefanya repair na mfanya repair mmoja wapo ni Kajolo mwenyewe. Tumemaliza, lakini kupiga kila kitu kika sasa, kuacha automatic haingii, hata kutikisika tu kwamba kuna gia. Mimi nikafikiri, nikaona basi nikaingia ndani mle, naona meneja ananifurahia. Okay bwana, umekuja, karibu bwana, karibu. Nikapewa bia, na mimi nilikuwa nikapiga wima moja ya pili, nikapewa. Nikapumzika saa 2 tukutane K2 workshop, maana ndio iko hiyo na machine. Sasa nikarudi, mke wangu ananiuliza vipi bwana, nikamwambia mambo nitajua kesho. Asubuhi naamka, bia nilizopewa nirudishe naye nyumbani, kaona hata nisinywe nisije nikaharibu akili. Asubuhi yake huyo nafika pale, mashine ndio hiyo hapo.
Na mimi nikaona hao wajinga. Kwa hiyo nikazunguka kwa utaalamu wangu, nikaona tatizo nimeshalijua usiku. Nikauliza nani aliyekuwa msaidizi. Kwanza vyombo vyote vilivyobomoa gearbox mliweka wapi? Sasa tuliweka kwenye kuna katwa mapipa hivi alafu naweka vifaa vile kwa ajili ya kuosha. Haya, na hii hapa kuangalia nikaona kifaa kile walikiacha. Wakati wanafanya repairing ya gearbox. Wakati wana assemble. Basi wameviacha vile. Sasa nikamwambia nataka yule msaidizi aliyekuwa na ile, akasema mimi hapa. Nikamwambia nakutaka. Wengine wote tokeni, maana ni kwa jeuri kidogo. Tokeni hapa, sitaki nimuone mtu hapa. Ninavyorudishia waya wangu niliouficha. Ndio siri za kijeshi. Nikamwambia tokeni. Haya. Meneja mkuu amekaa kama pale kwenye gari yake anasikilizia. Haikuchukua dakika 20. Nikamwambia wewe bwana mdogo, hebu chukua hiyo waya, ina boti mbili. Kuna si high na low. Ndio. Sasa ile kiliva kibaa chenye waya kile kwa ajili ya kuweka ile high na low. Moja ya kushoto, moja ya kulia. Nikamwambia kichukue, vyote vipo. Zina boti mbili. Nikamwambia tafuta boti zake. Akaniambia washeri zake, kuna flat washer na spring washer. Ndio. Hiyo nakaa nje kwa kukaza. Nikamwambia vioshe vizuri, vifute vizuri, weka. Nikamwambia wewe mwenyewe ingia. Unaangalia hicho kibaa hicho. Mimi sigusi hata kitu pale, wala siingia pale chini. Nikamwambia unaona kimeandikwa L, hiyo ni left, funga kushoto. Hiyo kilichoandikwa R, funga kwenye R. Hapo juu yake kuna waya unaning'inia hivi, sawa? Chomeka ule wewe, kuna connection kama mnavyo connect hicho hivyo. Akaunganisha. Basi nikatoka. Sina haja kwa sababu ya kusema cheki mafuta au nini, kwa sababu ilikuwa ni haja yao ni kuwasha tu. Si automatic ile mashine. Imejeki, ni crane, wamejeki tairi ziko juu. Sawa? Sasa nikamwambia operator haya panda juu hapa. Akapanda juu, piga start. Ndio. Beti ilikuwa safi na ni kupiga start ile kuwaka tu na inajiseto neutral, kwa sababu unavyopiga siko neutral, lakini umeme haujafika kuweka neutral. Sasa ile umeme ile kufika unaweka kwenye neutral position, lazima ifanye tairi zezi tembezi kwa neutral. Wanaanza haya, nyanyua, boom, inakwenda, shusha, nyanyua mzigo, haya. Weka gia namba 1, weka reverse. Kaambia tatizo liko wapi? Namuuliza yule engineer tatizo liko wapi? Kama Kajoro analukaruka anasema unaona alificha waya huyu. Toka twende zetu. Nakupa na hiyo mashine wakati inaingia pale haukuepo. Sikuepo. Ni mashine mpya imeshuka, wewe ukuwahi kuitumia. Tatizo lake mpaka wakaitia shoti ikawa na matatizo. Ilikuwa ni moisture, ukungu kwenye ile nani ile speedometer na nini pale. Na maana yake inabidi ina weight, inapima water level. Pima uzai imekaa vizuri na ndio. Sasa unajua mambo ya automatiki yanataka kila kitu kiwe kimekwenda vizuri. Sasa ile kutokana na ukungu ule ile nani kisimamio kile kinachoendesha ile scale ni mita ile kilistack. Tatizo lake lilikuwa wafungue wakifanyie service kile kiwe free kitembee. Basi wao wakaingia kolokolisha mambo mengi kabisa. Basi kutoka hapo mimi nikakaa wiki moja napumzika kwa ofa ya meneja mkuu. Manake alikuwa hiyo mashine kwake ni muhimu sana, ilikuwa inapakia mizigo yake mwenyewe binafsi. Anajenga huku sijui wapi Kunduchi huko alikuwa anajenga nyumba yake. Hiyo mkiwa wapi hapo? Kilombero. Sugar K2. Ilikuwa mwaka 79 kwenye 80 huko. Maana 80 niliacha kazi Kilombero mimi mwenyewe kwa kutoa notice 24 hours, nayo nitaelezea. Basi nilivyomaliza hiyo nikarudi polini kwangu. Tukamaliza mradi huo Mangula, tukahamia somewhere huko Ichonde. Baadaye nilikuwa natembezwa tu. Ndio. Kitendo hicho kiliniuzi sana. Ile mwaka 80 sasa mwezi wa ngapi hivi. Nyumba yangu niliyokuwa nakaa kambi niliyopewa, nakaa na familia yangu, pampu yake ya majitaka ilikuwa system ya majitaka ilikuwa kuna sehemu wameweka chemba kwangu inanyonywa na pampu. Sasa pampu ya kule kwa mastafu iliharibika. Wakaja wakatoa pampu ya kwangu. Mimi nilikuwa mtoro.
nikipata nyama, maana huko polini kulikuwa ninapatikana nyama za mbogo hizi na nakimbiza nyumbani. Sasa nikuja nyumbani nakuta wameweka mawe, wanaingia ndani pale majaa kinyesi tu. Nikakasirika sana. Kutoka hapo nilitoa notice masaa 24 na kuwalipa hela yao wanayopale, inabidi ulipe mwezi mzima. Kwanza nilianza kuhamisha familia, alafu nikapeleka sehemu moja nitoka Kidodi, ndio kwenye familia ya mke wangu huyu, nikawasafirisha, na alafu nikaja nyuma yake nikatoa masaa 24 na nilitoa siku ya Ijumaa. Kuamkia Jumamosi ofisi hazifunguliwe, labda wangeweza labda kusema masharti, sikutoa masharti, sitaki. Wakati huo tayari mradi wa umeme wa mpunga Dakawa, Dakawa Rice Farm, mradi mkubwa wa mpunga wa 3 duniani, ambao umetayarishwa huo kwa mitambo ya kielektroniki. Na mimi ni mtaalamu wa hiyo. Wameshaniahidi kwamba tunakuchukua kule. Walinipa mshahara wa, hiyo ni ndani ya Morogoro. Morogoro ndio. Sawa. Kama kwenda Dodoma. Sawa. Ukitoka Morogoro ile mto Wame unavyokwenda mkono wa kulia kuna nyumba. Ile nyumba ni pump station. Okay. Ile kuna mitambo pale, mapampu pale ya hali ya juu, inaitwa Skule, kutoka Ujerumani. Okay. Wamechimba mfereji kwenda kwenye shamba kubwa. Dini sijui eka ngapi na kilometers. Mifereji walioichimba hiyo, kama ile mapampu yale ya kuwashwa full swing. Wewe ukitumbukia kama hujui kuogelea unakufa. Kabisa, mpaka hata mtu mmoja kweli aliwahi kufa kule. Nianze hivi. Basi wakaniahidi, bwana wewe njoo bwana, kuna mitambo mipya ambayo inatoka Marekani, inaitwa Lensa. Kampuni ya Motorola ndio imefound hayo. Na sasa ni kule nilishakuwa na ile kule Kidatu, kulikuwa na ile mitambo na wale wazungu wale tulikuwa tunafiki tukikaa, maana tulikuwa na very close, wanachukua idea zangu na idea zao, na mimi nazichota na kumbe wenzangu wanabeba zaidi. Basi bwana, nilivyoacha nikaondoka zangu kuja Kidatu, nimepoteza haki zangu za maana nilikuwa kwenye NCC, wani makato ya kwanza kuanzia NSF. Kuanzia mwaka 67 ile nilikuwa nakatwa NPF. By that time ni NPF. Okay. Ikaja ikabadilika kwenye ile NSSF sini na nini. Ile hela sikuichukua ya NPF. Nikaiacha tu kwa sababu fomu sinazo na kila kitu. Nilivyoingia Dakawa, ile NSSF sikujiunga, nikarudi kwenye NPF kwa namba yangu ile ya 67. Ndio. Kwa hiyo nikawa natunisha tu kile kimfuko. Tutakuja kuelezana huku mbele yake. Basi nikafika pale, mtaalamu wa kutumia zile darubini za kielektroniki anaitwa Leonard Danish, alisomea kwa huko kwao, lakini wa kuunganisha na kufanya service ni mimi. Ndio. Na wale walinifahamu kwa sababu tulikuwa nao tokea, unajua wazungu wanaandika rekodi sana, wanafuatilia sana. Ndio. Basi mimi nikaendelea kuifanya kazi hiyo vizuri, na seti mashine zile kwenye leveling, kwenye nini, lile shamba ni zuri. Tanzania au Tanganyika, ndio maana wazungu wanatudharau kweli, yani sio kidogo. Ndio. Lile shamba ni la 3 duniani. La kwanza kwa kutumia vifaa hivyo vya elektroniki liko Marekani kwa setra moja hivi. Mimi anapata hizi habari kwa wenyewe. La pili liko Nigeria, kuna setra moja Nigeria. La 3 ndio Tanzania, Dakawa Rice Farm. Hebu ieleze hiyo Dakawa Rice Farm by that time kwa uzuri, kwa sababu leo tunao watu hapa ambao wanatutazama ambao hawajui, hawana kabisa historia hiyo kitu. Dakawa Rice Farm ndio kama Kiswahili ni shamba la mpunga. Sawa. La Dakawa. Dakawa ni eneo lenyewe. Sawa. Liliowekwa vifaa vya kisasa. Kwanza limetayarishwa kikisasa. Sawa. Mno. Sawa. Kidunia ni la 3. Wow. Kiutaalamu. Kwa takwimu za wakati huo. Yes, kwa takwimu za wakati huo. Okay. Kidunia la 3. La kwanza liko Marekani, sijui jimbo gani. Okay. La pili liko Nigeria, sijui jimbo gani. Okay. La 3 ndio liko Morogoro, mkoa wa Morogoro, sehemu ya Dakawa. Sielewi, mtangu nimetoka mwaka 86 sijapitia huko, sijui lina hali gani. Ndiyo. Na
ilikuwa linasimamiwa na NAFCO.